Unapojitenga na uwepo wa Mungu, unajiunganisha na msoto. Ile story ya mwana mpotevu ni habari ambayo inakuonyesha unapoenda mbali na Mungu, kila kitu kinapotea, hamna kinachokusaidia. Unaporudi karibu na Mungu, kila kitu kinakuja. Alipopewa kila kitu, akaenda mbali na Mungu, akatapanya mali kwa anasa na starehe, akajuta na kula chakula cha nguruwe, anafanya kazi ya kulisha nguruwe. Ile kitu ilikuwa ni lugha ya picha, sababu sio habari ya kweli kwamba ni kweli mtu alikuwa vile. Ni habari ambayo Yesu alitoa kama mfano. Ni sawasawa na ile habari ya Msamaria mwema. Si kwamba ni kitu kilichotokea kwamba palikuwa kuna mtu usio amevamiwa na majambazi watu wakapita akamwacha. No. Alikuwa anaongelea mfano, anakupa picha. Kwa ile ya mwana mpotevu ni picha ambayo Mungu anatupa watu kwamba tunapokuwa tumepotea nje ya Mungu na tukiwa ndani ya Mungu inakuwaje? Tukienda mbali ya Mungu inakuwaje? Tukija karibu na Mungu inakuwaje? Sikiliza, ukienda mbali na Mungu, kila ulichonacho hakina thamani. Ukienda mbali na Mungu, hajalishi leo na nini, kesho utakuwa una kitu. Ndio maana Biblia inasema hivi, kufanikiwa kwa pumbavu kutawaangamiza. Ile kwamba mtu yuko nje ya Mungu na anafanikiwa haimaanishi kwamba ana akili. Biblia inamuita mpumbavu, na anasema kufanikiwa kwa pumbavu kutawaangamiza. Kwa kinachomwangamiza ni mafanikio yake, ndio yanayomwangamiza. Kwa sababu ukiwa kwa Mungu unapata neema kutembea kwenye njia za Mungu na kila kitu kinakuwa upande wa kwako. Ndio maana mtu akiwa nje ya Mungu, hajalishi atakachokipata, anaweza kujikuta anafanya kazi ya kulisha nguruwe na bila kujua anakula chakula kimoja na nguruwe, hata kama anakula wali kila siku. Hauwezi kutambua ni nani mpaka kwanza umespend time na Mungu, yaani umetumia muda na Mungu, ndipo utakapojua ni nani. Kitu ambacho shetani anatuweza sana, huwa anatupa kuwa bize na vitu vingi ambavyo havina maana, kwa sababu kitu chochote kinachokunyima muda na Mungu, una uhakika hakitaleta maana kwenye maisha yako, hata kama ni kitu cha msingi. Mfano, kazi yako ikikunyima muda na Mungu, kazi yako haitakuwa na maana kwako. Biashara yako ikikunyima muda na Mungu, biashara yako haitakuwa na maana kwako. Hata familia yako ikikunyima muda na Mungu, familia yako haitakuwa na maana kwako. Kinacholeta maana kwenye kitu ni kuhusika kwa Mungu kwenye hicho kitu pia. Kwa hiyo unaweza kujikuta unavua samaki usiku kucha afu hujapata kitu. Imagine mtu amevua samaki usiku kucha hajapata kitu, ila asubuhi amespendi time na Yesu dakika 30 tu, pengine labda au lisali moja au masaa mawili ya ibada Yesu ambayo alifanya pale ufukweni na wale watu fanya zake ibada pale ufukweni. Yale masaa mawili yakafungulia Petro samaki wengi sana. Kinachomata sio tu kuhudhuria ibada, kinachojalishwa sio tu kuspendi time na Mungu, ni ule upendo genuine wa Mungu ndani yako unaokusukuma kufanya unachokifanya kwa ajili ya Mungu, kwa sababu Mungu anaangalia kilichoko nyuma ya kitu kwanza. Mfano, mimi nafunga ili Mungu anifungulie mlango nipate kazi au nipate mshahara fulani au nipate pesa fulani au nipate tenda fulani. Okay, ukishaipata ili iweje? Sababu mpango wa Mungu sio tu akufanikisha, ukishafanikiwa ili iweje? Sio tu upate hela, ukishapata hela ili iweje? Mimi nasema yani siku nikipata hela fulani atanikoma. Una uhakika haupati. Yakobo amesema watu wanaomba na hapati, sababu wanaomba vibaya, wanaomba ili wavitumie kwa mapenzi yao wenyewe, wanaomba ili wavitumie vibaya, na Mungu akupi. Na chochote kile ambacho Mungu hausiki nacho huwa hajihusishi pia. Hauwezi ukajua ni nani mpaka kwanza umetumia muda na Mungu. Unamhitaji Mungu akutambulishe wewe kwako mwenyewe. Hakuna mtu ambaye anajua bidhaa zaidi aliyetengeneza.